Naam, jioni njema mtazamaji, ni tumaini letu kwamba siku yako inakuendea vyema. Karibu sana kwenye makala yetu ya kila siku ya Jumanne, Elewa Sheria. Una kalamu, karatasi mkononi, keti tujifunze na masuala ya sheria. Unavyofahamu katika kipindi hiki letu ni kututoa tope sikio kuhusiana na masuala ya sheria. Najua katika kipindi kirefu tumesikia Wakenya wakizungumza kuhusu afisi ya mkurugenzi wa ujasusi NIS. Wakati kuna visa vya ugaidi unasema hii ofisi kwani walikuwa wapi yakifanyika? Wakati wa Shakohola watu wengi wakaja kujiuliza hawa majasusi wamekuwa wapi haya yote yakifanyika? Sasa hivi kupitia uteuzi wa mkurugenzi wa mashtaka Nurdin Haji kushikilia wadhifa wa mkurugenzi wa NIS, malalamiko yameanza. Hakutekeleza wajibu wake ifaavyo akiwa mkurugenzi wa mashtaka. Sasa hivi tutamwaminia vipi na afisi ya NIS? Tunataka kuangazia hii afisi ya NIS. Hawa ni kina nani haswa? Uteuzi unafanyika vipi? Majukumu yao ni yepi? Haswa ili uteuliwe kushikilia wadhifa huo unahitaji kuwa na tajriba ya aina gani? Na mwalimu tayari asharudi kutoka pwani. Unajua watu wataanza kukushuku mwalimu waseme ni ghost. Sasa hivi dakika chache zilizopita ulikuwa Mombasa. Nilikuwa Mavueni asubuhi kwa Pastor Ezekiel. Nika Mombasa mwendo wa saa 5. Kisha unajua ile bodaboda yangu ile ishanifikisha hapa sababu darasa lazima niwe pale. Kisha mwendo wa saa 4 saa 5 usiku lazima nirudi Mombasa sababu kazi bado ya Pastor Ezekiel bado inaendelea. Lakini yani ni mapenzi ambayo uko nayo kwa hawa wanafunzi wetu, ni lazima ufike darasani. Nikikosa bana huenda wakabeba mabango na wakasema kwamba rais wa vyombo vya habari Kananu ashasema nisije. Kwa hivyo nimekuja huku kisha narudi pale kazini. Asante sana mwalimu. Tunakuvulia kwa kofia kwa heshima ambayo umetoa kwa wanafunzi wetu. Kwa hivyo sasa tuangazie, kwa sababu ni mambo ambayo yanazungumziwa sasa hivi, tuangazie hii afisi ya mkurugenzi wa ujasusi NIS. Kwa sababu sasa hivi ndio kitu ambacho kinazungumziwa na Wakenya. Kumbuka mtazamaji, endapo una swali lolote kuhusiana na sheria, na kila wakati tunasisitiza tutumie ujumbe wako bila malipo. Nambari ni 22155 22155 kwenye mtandao wa Twitter @ZubaidaKananu @DanStanomari _@KTNNewsKE. Vile vile line zetu za simu ziko wazi, unaweza kuwasiliana nasi moja kwa moja, lakini swali liwe ni la kisheria. Afisi ya mkurugenzi wa NIS wa ujasusi ni afisi gani? Afisi ya NIS ama mkurugenzi wa ujasusi kidogo tuitofautishe na ofisi ya ule ambaye anaitwa mkuu wa jinai DCI. Ule amin ama wale zamani wanamjua Kinoti, wao ni ujasusi. Ujasusi wao unaangazia criminal acts ambazo ni criminal acts ambazo zinafanyika ndani ya taifa. Kumbuka kuna polisi. Polisi pia wale general duties wana nguvu za kuangalia ile criminal acts kama za assault, kupigana, vitu kama vile, kama mambo ya riots na mambo kama yale yanafanywa na general duties ya polisi. Alafu kuna kitengo maalum cha jinai ambacho kinaongozwa na DCI ambacho kinaangalia complex criminal investigations. Kisha wale wote wakifanya ule uchunguzi, ikiwa wanataka kushtaki mtu, wanatuma ule ushahidi kwa kiongozi wa mashtaka. Ule tuliyemuita ambaye ni Director of Public Prosecution. Saizi ni moja aitwa Nurdin Haji. Akishatosheka basi wewe unasukuma kizimbani, unasimama na kushtakiwa yale mashtaka. Hiyo ni njia moja tu katika taifa la Kenya. Lakini kuna kitengo maalum kinachoitwa kitengo cha ujasusi. Ambao hawa jamaa hawavai uniform, hawa jamaa huwajui, hawa jamaa huwaelewi. Ule mtu mmoja tu anayejulikana katika kitengo cha ujasusi huwa ni Director General. Saizi kuna ule jamaa Meja Generali Kameru anayeondoka. Ule tu ndio sura ya ujasusi. Sasa hivi ule Kameru anatoka. Rais amemtaja jina la kiongozi wa mashtaka Nurdin Haji kuwa iwapo atapitishwa katika bunge, yeye ndiye atachukua ile nafasi ya Director
General wa National Intelligence Services. Hebu tuangazie, kabla tujaangazia nafasi ile, kazi ya NIS ni kazi gani? Majukumu, mandate ya NIS. Najua Wakenya wengi watashangaa kwamba hii ni ofisi hawajaijua. Wanafikiri kwamba ni ofisi kama ofisi zingine. Hii ni ofisi maalum. Ule ambaye ile ofisi majukumu yake ni kuchunguza hatari yoyote ambayo taifa huenda ikapata kutoka nje, mataifa ya nje na kutoka ndani. Kwa hivyo wale NIS wanaweza enda nchi za ng'ambo, wanaweza enda mahali popote na kupata, je, kuna tisho la usalama wa taifa la Kenya. Usalama wa taifa la Kenya inakuwa ni tisho la njaa, inaweza kuwa ni tisho la vita, inaweza kuwa ni tisho la kuvamiwa na jeshi kutoka nje, inaweza kuwa ni tisho mtu anajaribu kujaribu kuweka sumu. Kwa mfano zile madamu, zile mabawa ambazo maji yanakuja Nairobi, mtu anaweza kwenda pale akaweka sumu, maji ya sumu yakakuja huku na yakamaliza watu. Inaweza kuwa ni hatari yoyote ile ambayo huweza ikaangamiza watu wengi wa taifa, ikaweza kaharibu mambo. Pia wale huangalia masuala ya terrorism. Wao ndio huangalia matishio ya taifa kutokana na ugaidi wa kimabavu, wanachunguza pale. Wale huangalia kuhakikisha kwamba infrastructure za taifa, mabarabara zetu kama expressway nimepitia, barabara zile mabridge ambazo zimetengenezwa, mambo yote, mahospitali yetu, wao huwa wako nyuma. Licha ya wewe kuona yule askari aliyevaa sare yake rasmi, kuna watu wa NIS wanapata ule uchunguzi. Kwa hivyo hilo ndilo jukumu lao. Kisha wao husaidia asasi za serikali ambazo zinahusiana na usalama wa taifa. Asasi kama National Police Service Commission, asasi kama the military KDF, asasi kama prisons, asasi kama, kwa hivyo asasi zote ambazo ni za serikali, ule mkuu wa intelligence wa National Intelligence Service anapopata ile intelligence ambayo inahusiana na kuna magaidi wanataka kuvamia Kamiti prison, watoroke na wafungwa, ataambia ule ambaye ni ule Director General wa prison. Kwa hivyo yeye huwa anakusanya information yote, intelligence, akaidadisi, akaichunguza, kisha akapeana kulingana ni nani ambaye ataitumia. Na kidogo kabla usonge sana mwalimu, kwa sababu umetuambia sana sana huwa tunajua huyu mkurugenzi ndiye ile sura ambayo tunaiona tunasema ni NIS, lakini umetutajia watu ambao wanahusika hapa kukusanya taarifa na kuzisambaza taarifa za kijasusi. Hawa ni kina nani? Ni polisi au wanavaa nguo za raia au huwa ni kina nani? Hawa ni maafisa wa kitengo cha ujasusi NIS. Na huwa ni watu wa aina gani? Hakuna sare rasmi. Wao huwa katika kila kipengee cha maisha. Kutoka mkulima kuna NIS hapo, kutoka mlimaji makaburi kuna NIS pale, ule wa kuchoma mahindi kuna NIS pale, kwenye vyombo vya habari kuna NIS pale, kwenye mawakili kuna NIS pale, kwenye mahakama kuna NIS pale. Wako katika kila pembe ya maisha ya Kenya. Sababu kubwa ni kwamba wao hufanya kazi ya uchazusi. Ule anayemjua peke yake ni yule director, ndiye anajua watu wake katika idara fulani ni nani na nani na nani. Wale ukienda kwenye chuo kikuu utawapata pale, ukienda primary school utawapata pale. Kwa hivyo kazi yao ni kuchukua information kila mahali, kule kwenye bar, makanisani, kila mahali. Wao ugather ile information, wakaisukuma kwa wale wataalamu wao, na kisha ile ndiyo taaluma ambayo kila profession, NIS imeandika kila profession, kutoka mtu maskini, kutoka ule bodaboda mpaka ule profesa, wote wako pale. Kwa hivyo kuwajua kazi yao, na ambayo nitaiangalia, ni jukumu la Director of Intelligence kuweza kuzuia
wao kujulikana. Ndio maana wanaitwa majasusi. Wao hata wale ambao ni wa rafiki yangu Amini katika DCI hawavai sare. Wao wako kama kila mtu, lakini wao utawaona kotini wakihojiwa. Hakuna siku utakayemuona ofisa wa NIS akikuja kutoa ushahidi pale kotini. Kwa hivyo wao wanagather intelligence, wanapea watu wa DCI, wanapea wanajeshi kufanyia ile intelligence action ya nini kinaweza tokea. Ule sasa ambaye atakuwa mkubwa wa kile kitendo, kwa sababu tumeangalia jukumu hili ni jukumu kubwa zaidi. Ule ambaye atateuliwa, rais atamteua ule ambaye anasema atakuwa nafasi ile. Ule atakayeteuliwa lazima awe na ujuzi wa experience katika mambo ya ujasusi na mambo ya intelligence ya miaka 15 na zaidi. Pili, au amefanya kazi ya serikali kwa zaidi ya miaka 10 akiwa katika nafasi za ngazi za juu. Awe ni mtu ambaye hana mambo ya criminal record katika ile DCI certificate of good conduct. Iwe ni mtu ambaye si bankrupt. Na iwe ni mtu ambaye amecomply na chapter 6 ya constitution ya kusema kwamba analipa ushuru, yeye hajafanya makosa na mambo kama yale, na zile malodi zote za university amezilipa, na KRA ana tax compliance. Basi lile jina litatumwa kwenda bunge. Bunge atapigwa msasa. Bunge likimuidhinisha, basi atateuliwa na rais na kuapishwa. Iwapo bunge halitamuidhinisha kwa siku 60, basi ule jamaa atakuwa ameteuliwa bila kupingwa na rais atamuapisha. Kwa hivyo hiyo ndio taratibu ya kumteua na kumpiga msasa na kumchukua lile jina kuchukuliwa kwa rais ili rais aweze kupata pale. Tofauti na majina mengine, hapa hakuna application ya hii kazi. Hakuna. Nimeona watu wakijaribu kusema kwamba lazima mimi sasa najipanga, nataka kufanya application ya kuwa director general hakuna. Ni rais anamteua ule, na kuvutwa ni rais atamvuta. Tofauti na nafasi zingine za serikali, yeye rais atakapomwambia simama, achia kazi pale, atawacha kazi pale, na anapoambiwa ingia, lakini lazima aende bunge aweze kuidhinishwa na bunge la taifa. Kwa hilo la kumpiga msasa au baada ya rais kumteua, tumesikia wengi wakilalamika, Nuruddin hafai kwa sababu ya utendakazi wake, vile ambavyo alivyokuwa katika afisi ya mkurugenzi wa mashtaka. Una nafasi yoyote kupinga uteuzi kama huu na kusema huyo hatumtaki, ama ni jukumu tu la bunge kupiga msasa na kukubali au kutokubali? Hayo yanayosemwa na yanachangia katika watu saizi memoranda zinaandikwa. Watu wanaandika memoranda. Nimeona wengine washaandika memoranda, civil society washaweka memoranda pale. Wengine wameenda kotini. Jukumu la taifa la Kenya kipengele cha 10 ni kwamba lazima wananchi wajumuishwe katika maamuzi yote ya serikali. Kisha zile memoranda zitachukuliwa bunge, alafu wabunge watamdadisi kwenye kamati. Ile kamati itampa yale maswala. Kwa mfano, Nuruddin Haji ulimwachilia Aisha Juma kwa nini? Ulimwachilia Gachagua kwa nini? Ataweza kujitetea kwamba kipengele cha 157 kinampa zile nguvu, na zile nguvu ni sisi wa Kenya tulimpatia. Na yeye katika ile kipengele cha 157 kinasema kwamba hakuna mtu atamuelekeza, awe rais awe nani. Yeye Nuruddin Haji ama Omari ama Cliff Ombeta, kama anataka ile kazi, ikiwapo Nuruddin atatoka, basi atakuwa maamuzi yake, hakuna mtu atamuelekeza. Kisha wakitosheka, jina lake litaletwa kwenye plenary. Wabunge 349 watapiga kura. Wewe kama humtaki Nuruddin Haji, ambia mbunge wako asipitishe. Iwapo jina lake halitapita, basi atakuwa amenoa, hata kwenda jina lake halitaenda kwenye rais. Lakini iwapo wabunge watalipitisha,
basi Nurdin Haji ama yeyote yule atakayeteuliwa, sababu sitataka tuweze kuzungumzia jina la Nurdin Haji. Ni darasa la kwamba yeyote ambaye atateuliwa kama Director General wa NIS atapita hiyo njia. Kwa hivyo akipita bunge, jina linaenda kwa rais. Naam, na lisipopita rais anafanya atateua mwingine na kisha mchakato huo unaendelea tena. Kwa sababu umetueleza jukumu lake kuu na kitengo chake ni kuchunguza, kutafuta, kudadisi, kutuma, kupokea hizi taarifa. Wale majasusi wanapokusanya zile taarifa na kumletea, huwa zinapitishwa tena katika shughuli ya mchujo kuangalia hapa kuna ukweli ama hakuna ukweli. Ukienda mahakamani, huyo ataitwa kuwa shahidi, kwa sababu umetuambia majasusi hawaitwi kuwa mashahidi. Na kuwa vipi mchakato huo? Wale wana vifaa vya ajabu. Vifaa vya NIS viko juu zaidi ya vifaa vyote vya kuchukua information. Wana mpaka uhuru wa kusikiza masimu zetu. Wana uhuru wa kuangalia zile email zetu. Wana uhuru wa kuangalia zile WhatsApp watu wanavyoziandika. Wale wana vifaa vya juu zaidi. Halafu wana vifaa vya kushika mazungumzo hewani. Wale wana vifaa vya kwa mfano, wakati moja nimekwenda kwenye ATPU pale, nikapata vifaa ambavyo ni vya ajabu, kwamba wale terrorist wanapozungumza, yale mazungumzo yanaweza kuwa kwenye anga kwa miezi mitatu. Kwa hivyo wanaweza pata Osama bin Laden amezungumza mahali fulani ama amekohoa mahali fulani, wanafuata pale. Kwa hivyo vifaa vile vyao vichukua ile information kwa mahabara zao laboratory, wakazianalyze, wakaangalia, kisha kumbuka wanashirikiana na zile asasi za ujasusi ulimwengu mzima. Kuna collaboration. Kwa hivyo wanaangalia, kisha wanapeana ule DCI, wanamwambia sasa huyo Mari ni terrorist. Tuna information, simu yake angalia nini na nini, fedha zinaingia hivi basi. Ajabu ni kwamba Wakenya hawajui kwamba jukumu kubwa tena la NIS ni corruption. Wengi wanauliza, mbona watu wanashikwa? Kivipi? Jukumu kubwa la NIS ni kuangazia masuala ya corruption. Sababu wengi wanawajua wale askari waliovaa, wamepigwa sare, nywele zao wamenyolewa, wanatoroka. Kwa hivyo NIS inapoangalia, kwa mfano nimeona juzi kuna masuala ya sukari. Utajiuliza walijuaje kuna sukari imeuzwa pale Kawangware? Pengine wale waliokuwa wananunua ni watu wa NIS. Pengine waliokuwa wamebeba ile sukari na malori ni watu wa NIS. Kwa hivyo wao wana uwezo wa kuweza kupata ile information. Na mwisho tutakapomalizia tutajiuliza, na hii information inafikaje kwa rais? Naam. Sababu hapo amiri jeshi wa taifa la Kenya ni rais wa taifa la Kenya. Na kwa hivyo kabla tuende hapo kwa rais na ili baraza zima la usalama wa taifa, wamekusanya huo ushahidi wote, ujasusi wote wameleta katika kitengo cha DCI kwa mfano, au jeshi kwa mfano. Kwa hivyo sasa hapo jukumu la kutafuta mashahidi ni lao, na wale wanaopewa hizo taarifa. Wakati NIS inapomshauri, kwa mfano yule Kindiki, profesa, waziri wa intelligence, ama wanapomshauri yule Amin ama Inspector General Police, wanamwambia hawa ndio potential witnesses. Hawa ndio suspects. Hawa ndio walifanya hivi. Wamechukua zile mapicha zingine za satellite, wamepea wale. Kwa hivyo sasa polisi ama zile asasi ni kubadilisha ile intelligence ikakuwa sasa ni evidence ya kusimama mahakamani. Naam. Hilo ndio sasa jukumu la polisi. Kubadilisha ile intelligence ikakuwa sasa ni ushahidi, ambapo ule askari atasimama pale na atakapokula kiapo ataeleza kwamba mimi najua wewe ulikuwa mahali fulani siku fulani na simu yako tumeichukua, tumeifanyia haya mambo, na ushahidi ndio huu. Basi tuingie hapo, kwa sababu umetueleza wanapatia taarifa hizi asasi zote ambazo zinahusiana na usalama wa taifa. Lakini pale tunasikia kuna kitengo, kuna baraza la usalama wa taifa. Kitengo cha ujasusi kinaingilia vipi hili baraza la usalama wa taifa? Hili baraza ni la nini na wahusika ni kina nani? Katika baraza lile kwa kizungu linaitwa National Security Council,
Chairman wake ni rais ambaye ni amiri jeshi wa jeshi la taifa la Kenya, ambaye pia naibu wa rais ataketi katika lile baraza. Kisha waziri wa internal security ataketi pale. Ule mkuu wa jeshi, chief of general the KDF forces, ataketi pale. Ule ambaye ni mkuu wa polisi, inspector generali wa polisi, ataketi pale. Director general wa NIS ataketi pale. Kwa hivyo hili baraza, mwanasheria mkuu, mwanasheria yeye yuko pale na wengine wako pale. Wale vigogo wa serikali wako pale. Wale sasa ndio wanaangazia security ya taifa zima. Wale wanamtegemea kwa kiwango kikubwa ule Director General wa National Intelligence Service. Yeye ndiye anawapa sasa the status ya taifa la nzima. Sababu ule polisi anapeana intelligence ya polisi peke yake. Ule mwanajeshi KDF anaeleza mambo ya kijeshi peke yake. Huyu ambaye ni minister anaeleza mambo ya interior. Rais anaelezea mambo yale. Lakini sasa wanayemtegemea kuwaelezea na kuleta uwiano kati ya asasi zote hizi ni Director General wa NIS. Ule ana majukumu mawili. Kila asubuhi na kila wakati yeye ndiye ana simu direct ya rais. Anamshauri rais yale yanayoendelea katika taifa la Kenya constantly. Rais awe Geneva, rais awe wapi, rais awe wapi. Ile simu kali ni simu ya Director of Intelligence. Hakuna kitu kitakachofanyika katika taifa hili ama kitakachofanyika katika taifa lingine linalohusu taifa la Kenya bila Director General wa NIS kujua. Na yeye jukumu lake, mtu wa kwanza kumwarifu atakuwa ni rais. Kwa hivyo kuna wakati mwingine atamwarifu rais ya kwamba hili limetendeka bila hawa watu ambao wako pale kujua. Na sababu hiyo NIS imepewa nguvu za kuwa na silaha. Na wale NIS wana nguvu za kuweza kudhibiti hali yoyote ile ambayo inahatarisha amani ya taifa. Bora tu ule Director General ameapprove kuwa ile silaha walionayo waitumie. Kwa hivyo mara nyingi sio eti wao kazi yao ni kueleza. Ikiwa swala ni swala la dharura, wale NIS watalitatua, kisha wataelezea polisi yale yaliyofanyika. Ndio maana nimesema kwamba wao sio jeshi, lakini wana nguvu za civilian, disciplined civilian force ambayo inaweza, kwa mfano, imemvamia na kumpata yule gaidi hodari Osama bin Laden atembea pale West Mugirango pale. Hawawezi enda kutafuta OCS na kumwambia kwamba tumemwona yule Osama. Wataweza kulitatua lile jambo kisha wakaelezea polisi walilolifanya. Wao wana nguvu za kipolisi za kufanya kazi kwa sababu they are security ya taifa iko pale. Mara nyingine wale NIS wanakwenda nje ya taifa wakiwa pamoja na wanajeshi ili kugather intelligence na kupeana wanajeshi wetu intelligence service bila wao kujulikana. Kwa hivyo kitu muhimu ambacho Wakenya mtajua kwamba rais hata ukooe kule kwako nyumbani, Rais William Ruto akakupigia simu akakuuliza, Omari nilisikia unakohoa jana. Unauliza, we rais ulijuaje? Muulize Nurdin Haji. Masikio yao ya NIS yako katika kila mwanya, katika kila pango, katika kila shimo la taifa la Kenya. Kwa hivyo ni nafasi ambayo ni muhimu kweli kweli. Ikiwa ile asasi ya National Intelligence Service imecollapse,
Ndugu yangu, taifa hili huenda sababu vitisho vya usalama wa taifa ni vingi kweli kweli, na kila mara wale NIS pamoja na asasi zingine wanajukumishwa pale. Basi katika ile National Security Council meeting wanapoketi, resolution zinapitishwa, wanakubaliana jinsi ya kufanya kazi pamoja. Katika ile National Security Council kuna kitu kinaitwa multi-agency team, ambapo hii multi-agency team imekuja kuwa maarufu sana wakati wa Rais Uhuru Kenyatta, ambao sasa inaendelea kwamba majukumu ya serikali sio jukumu la asasi moja. Zamani tulikuwa tunasema kwamba mimi ni mwanajeshi, sitapeana siri yangu, mimi natafuta ule mkora peke yangu. Polisi naye wanasema hatuwezi sema. Sasa katika ile National Security Council, information sharing, shida tulizonazo ni hizi, tutazifanya vipi? Wameunganishwa kwenye kitengo kinachoitwa multi-agency team, ambapo wanafanya kazi pamoja kama mikono yote ya serikali kwa minajili ya taifa la Kenya ambaye ni Mkenya. Kwa hivyo ile multi-agency ndio new approach ya kuangalia how do you deal with it. Ndiposa unapoona kwamba ule Rais William Ruto na serikali ya Uhuru Kenyatta walianza kusema kwamba lazima waunganishe kazi zote za serikali. Kama kitambulisho iko linked na DCI, kama ni DCI iko linked na NHIF, kama ni NHIF iko linked na polisi na mambo kama yale, hivi kwamba inaweza kuwa ni rahisi kupata yale mambo yaliyo pale. Kwa hivyo kitengo cha NIS ni kitengo muhimu kweli katika taifa la Kenya, ambacho ndio naona watu wanang'ang'ana kuzuia ama kutafuta ile kazi, sababu ile ndio the pulse ya country. Iwapo akisinzia ule mkuu wa pale, basi taifa huenda likajipata kwenye shida. Na okay, mara nyingi wanapatwa flat footed. Kwa mfano zile mataxi zilikuwa kwenye American Embassy kule Garissa University na kadhalika, City, ni mara moja, lakini wakikwambia zile vitisho wameweza kuzuia taifa la Kenya, wa Kenya watakimbia. Na ndiposa ikaitwa siri kali. Ati serikali ina siri kali sana, sio lazima iresili watu waijue. Lakini sisi kama walimu na wanafunzi lazima tuambie Wakenya kwamba kuna vitengo ambavyo ni vya siri vya kulinda maslahi yako, ili Wakenya waweze kuwa na imani kwamba taifa la Kenya silo lile taifa linaloitwa Banana Republic. Taifa hili lina asasi ambazo zina nguvu, na wewe Mkenya, wewe ndio ulizitengeneza katika taifa la Kenya. Naam, bila shaka. Mwalimu, nikupe nafasi upumzike kidogo. Hata wanafunzi wetu kidogo waanze watafakari yale ambayo umetuelimisha. Na unapojua kwamba tunaporudi katika awamu ya pili tutakuwa tukisoma jumbe zako, maswali yako. Kwa hivyo tuelekezee. Yule ambaye unataka kupiga simu, tuwasilishie simu yako, tutakuwa tukiipokea baada ya mapumziko mafupi. Namba za simu ziko pale. Ujumbe mfupi bila malipo 22155 kwenye mtandao @danstanomari _ @zubeida kananu @KTN News KE. Tutakuwa tukisoma maswali yako muda usio mrefu. Usiende.